Na nataka huyu wakili atuambie, alikuwa chief of staff wake, mpatie kipaza sauti. Wakati wa Oparanya alikuwa anapata karibu 9.2 billion Kenya shillings kila mwaka, na ilizidi kuongezeka mpaka ikaisha kama iko karibu 12 billion, si ndio? Ukiangalia ile pesa yote Oparanya alipata kwa miaka 10 ni 96 billion Kenya shillings, si ndio? Yes. Lakini huyu gavana wa sasa hivi anapata 18.2 billion. Ukiangalia zile pesa ambazo amepata katika hizi miaka ngapi hizi 4-5, anaenda kupata karibu 94-95 billion. Na maendeleo ya Oparanya na huyu ni kama usiku na mchana. Hebu tuambie chief of staff. Wewe ndio ulikuwa unapanga maneno pale kwa baraza. Tuambie ni nini ambayo inatofautisha kazi ya Oparanya na kazi ya Fernandez Barasa. Utuambie kwa nini ulikosana na yeye kama chief of staff wake. Asante sana bwana Cleo. Kwanza mimi, na hii isikizwe na wanakakamega wote, nilipata appointment kama chief of staff wa Barasa kupitia tangazo la kanisa kule Mung'ang'a, ambako governor alikuwa anahudhuria kikao cha kanisa ambacho mimi pia nilikuwa nafanya harambee ya hiyo kanisa. Akaambia waumini kwamba amenichagua kama chief of staff tarehe 5 Disemba 2024. Alinitangaza, hakuniambia kunipigia simu kwamba nataka kukutangaza. Na sasa umejua mbele ya askofu na wewe pia ni Mwanglikana, hauwezi kuwa na kielele. So ulikuwa tuka kanisa ukatangaza. Kwa kanisa akaingia, akanitangaza. Hivyo akaingia kwa kanisa. Akaniambia amekuwa Kakamega akifuta watu after 2 years, akiappoint wengine, na akaambia bishop sasa kijana yako nimemwappoint kama chief of staff. Tarehe 5 Disemba 2025. Basi nikaanza kufanya, nika report kazi tarehe 7, nikaanza kuangalia, hiyo ni Disemba, kuangalia hapa kazi nafanywa namna gani. Na umejua kawaida Disemba watu hawaendi ofisi kwenye county governments na serikali. Watu wameenda sijui early Christmas, by 13th county imefungwa. Tukarudi sasa Januari, nikaingia kazi tarehe 3. Nikataka kuelewa gavana hapa unafanya kazi namna gani. Nikatembezwa kwa chief officers, nikatembezwa mbele ofisi yako utakuwa unapata malalamishi. Ile wiki ya kwanza 2 za mimi kufanya kazi Kakamega, between 3rd of January 2025 na 17th of January 2025, ulikuwa unapata watu kwa ofisi. Unapata mama ako na mtoto mgonjwa, anakuambia nimeenda CGH, siwezi kusaidiwa, sina 200 bob ya registration. Na mimi kwa sababu mimi niko na pesa kidogo na niko na roho mzuri ya kusaidia na niko na PR, nampatia 200, nasema nenda ufanye nini ukalipe. Anena analipa, anafanyiwa kila kitu sana na kufikia ako na dawa ameandikiwa. Anasema hizi dawa nimeambiwa haziko kwa pharmacy. Ukiangalia kwa mfuko shilingi 600 upeane. Kuna mzee mmoja alikuja na mguu, yani mguu kimwangalia unatamani tu kulia. Wamekataa kumhudumia huko CGH. Mimi mwenyewe nilichukua gari langu, nikampeleka, nikaambia wale watu mhudumieni hata bila ya kumregister. Akahudumiwa, akaandikiwa madawa. Nikaenda kwa pharmacy, nikawaambia mpeni madawa kama yako hapa. Wale pharmacy wakaangalia kweli hakuna nini, hakuna madawa. Na ilikuwa ni vivyo hivyo for the 2 weeks. Nikaenda kakaa chini na ndugu yangu, nikamwambia ndugu yangu, lazima nikusaidie kama chief of staff wako. Hizi madawa unaona bwana Alila anasema ziko, hizi madawa haziko kwa hospitali. Nilifanya uchunguzi wangu kama chief of staff, nikamwambia madawa zikiingia zinakuja pa CGH, zinapigwa picha, zimekuwa received. Ukitoka zinaenda Malava, the same consignment, inapigwa picha, dawa zimekuwa received. Ukitoka zinaenda Matungu, una receive the next day. Zikitoka unaenda Shinyalu, una receive the same day. Kidogo ndio tuwe kwa katika muktadha. Unajaribu kusema kwamba nimeona gavana Baraza kitembea ki-launch madawa. It's the same consignment. Unajaribu kusema ni zile dawa kwa ule wakati wangu ilikuwa ni same consignment. Anaenda unasema, na wewe ni chief of staff wake unasema hivyo? Yes. You are saying are you I'm saying because I was in those functions. So unasema kwamba anachukua box za madawa, ana launch Lurambi. Yes. Zinaregeshwa kwa gari, zinaenda Makunga, anaenda nayo Makunga, zina launch. Na nataka kukuambia ukiuliza watu wa Makunga, kuna siku tulienda huko kuinspect hiyo ni maternity wing. Yes. Tukatoka hapo nje, akaambia watu wa Makunga hapo kwamba sasa mkienda kwa hii famasi yenu
madawa iko. Raia walimkataza hapo nje, wakamwambia gavana hakuna nini madawa. Nikamwambia gavana, nimekueleza hili. Sasa nikamwambia huyu bwana Alila anakudanganya, haya madawa hayafiki kwa famasi. Na umejua kwenye dunia hii kuna kitu inaitwa conscience, yani akili kukuambia hili linafanyika ni jambo mzuri ama ni jambo mbaya.